Ili uweze kuachia nyimbo kali kuna siri tatu ambazo kama hujazijua utaachia nyimbo kila siku na mashabiki watasema hatujaridhika na kitu ambacho umetuachia. Unatamani kujua? Baki hapa na mimi, kwa sababu dakika chache zinaenda kubadilisha namna ulikuwa unaandika nyimbo na namna utavyokuja kuandika nyimbo. Kuwa mwandishi wa nyimbo kali kunategemea mambo mengi, lakini yapo mambo machache ambayo unaweza ukayafanya na ukawa mwandishi mzuri wa nyimbo mzuri. Leo nakuletea mambo matatu tu. Video ambayo itakuja kufafanua namna gani unaweza ukabadilisha melody zaidi ya 3 kwenye nyimbo moja. Twende tukaanze darasa letu sasa kwa pamoja. Je, nikikwambia maneno ya mwisho, yani nazungumzia zile herufi za mwisho katika mstari wako ambao umeuandika, unaweza ukakufanya kuandika nyimbo kali. Jambo la kwanza hilo. Niende kulifafanua. Yale maneno ya mwisho, mfano niandike hapa, yani niandike tu bila hisia, niandike baby mbona utokei, nimepiga simu lakini haupokei, kama ujisa mbona uongei, siku kama utaki si useme tu uwai. Sasa kama hivi ndo tunaita zile herufi za mwisho zinakusaidia kufanyaje? Kuandika nyimbo kali. Kwa hiyo kitu ambacho nimemaanisha hapo, hizo herufi baby mbona utokei, nimepiga simu lakini haupokei, kama ujisa mbona uongei, kitu kama siku kama utaki si useme hauwai. Yani hata hayo maneno nimeyapata hapa muda tu nawafundisha. Umeona? Kuna kitu nimekipata ambacho kinaleta uwasilia fulani, japo hakina maana kubwa sana. Yani kwenye uandishi mimi sijaona kama nimefanya kitu hapo, lakini unaweza ukaona tu huyu mbona kama kaelekea kwenye kuimba. Kwa hiyo zile herufi za mwisho ukizizingatia vizuri, unaweza ukatoa nyimbo kali. Jambo la pili, ni neno la kwanza. Ukizingatia neno la kwanza, unaweza ukapata nyimbo kali. Ni bora uchelewe kupata neno la pili na neno la tatu na neno la nne, lakini neno la kwanza liwe lina maana na ujue hiyo maana inamaanisha nini. Hilo neno la kwanza limefunguaje? Hiyo nyimbo inahitaji kuwa ya aina gani? Umelalamika, umefurahi? Hilo neno la kwanza limeleta ujumbe gani? Maisha, kaondoka au anarudi? Kitu ambacho kinawafanya wasanii wengi nyimbo zao ziwe hazisikilizwi kwa muda mrefu kutokana hazina lengo maalum. Neno la kwanza limefungua, anamlaumu mpenzi wake kaondoka. Neno la pili linakuja kugusa labda nimepata mpenzi mpya. Wewe umemlaumu mpenzi wako kaondoka, labda unaumia. Iweje tena sentensi zako uko mbele ziende tena unajitapa kwake yeye kwamba umempata mwanamke mwingine? Ni kitu ambacho hakiendani. Kwa hiyo neno la pili zingatia neno la kwanza, zingatia lile neno la kwanza. Neno la kwanza likifungua maisha ya shida, maisha ya shida. Neno la pili labda linaweza likaja yananiumiza, minavyoishi yani kama naigiza, lakini mdogo mdogo ndo zinanimaliza. Kwa hiyo mtu anaelewa kwamba ulikotoka shida ndo zinakuumiza. Maisha yako kama unaigiza hivi, lakini ndo mdogo mdogo zinakumaliza, kitu ambacho kina maana. Kwa hiyo unahitaji nyimbo kali, zingatia na neno la kwanza limefunguaje. Jambo la tatu, msanii, ambalo inabidi uzingatie katika uandishi wa nyimbo kali: chorus, kiitikio. Watu wengi wanafeli hapa. Kiitikio kinakuwa na maneno mengi, yani kama unaisikiliza vesi. Yani naweza nikatoa mfano hapo, labda msanii anaimba
basi nakupenda, nakupenda baby wangu, nakupenda, usiniache, nakupenda, basi baby nakupenda baby. Yani kitikio kinaelezea. Unaweza ukapata nyimbo mbaya hata kama umeandika maneno mazuri. Kitikio kinaweza kikawa hivi labda: usiniumize, 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 mimi bado sijakuwa. Usiniumize, 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 mimi bado sijakuwa. Sijui umeelewa hapo? Na hilo ni jambo la mwisho. Mimi naitwa Nazo. Hii ni Njoo Tuchole na Melody. Ni sehemu ambapo unapata mafundisho ya muziki. Kama wewe ni msanii, ungana hapa. Mafundisho ya muziki tunatoa kila baada ya muda fulani, tunaachia. Penda kufuatilia, ingekuwa vyema zaidi ungesubscribe au ukabonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila ninapoachia video. Na kitu kingine cha ziada ni waongezee hapo, kununua nyimbo si kama wewe huwezi kuandika nyimbo. Pengine unakuwa na harakati nyingi au yani nazungumzia muda, labda hauna muda wa kutosha, harakati nyingi, kwa hiyo hauna muda wa kuandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nauza nyimbo, ni cheki kwenye namba yangu ambayo ipo hapo chini, ya WhatsApp. Tutazungumza masaa 24 mimi nipo hewani. Tutazungumza, naandika nyimbo za aina zote. Kama unahitaji nyimbo ya dini, nyimbo ya mapenzi, nyimbo ya maisha, singeli, sijui unahitaji muziki gani, sijui lumba, yani ni nyimbo zote mimi nafanya. Kwa hiyo karibuni sana. Mimi naitwa Nazo na hii ni Njoo Tuchole na Melody. Subscribe channel yangu ili uwe wa kwanza kila ninapoachia mafunzo mapya. Stock